jitahidi unisikilize mpaka mwisho, utajua mwaka ambao dunia inakwenda kuhitimisha wakati wa kuwepo kwa kanisa. Yaani ukomo wa kanisa duniani utakuwa ni lini? Yaani namaanisha unyakuo, probability kubwa sana, na Mungu amesema itakuwa ni lini. Naomba nifuatilie. Wengi wanasema kwamba hakuna ajuaye siku wala saa. Hilo nitakwambia kwa nini. Wengine wanasema kwamba siku hiyo imefichwa na nini na nini. Nitakwambia pia hayo mambo. Naomba tu nisikilize mpaka mwisho. Na ukisikiliza hii, naomba ushie kwa watu wengine, ili wao pia wawe tayari kujiandaa kwa ajili ya kitu ambacho kinakuja, ambacho hutakidhani kwamba ingetokea ghafla hivyo. Sio mbali. Nisikilize. Ezekiel sura ya 4. Ezekiel sura ya 4 ndio inatoa unabii lini kanisa litanyakuliwa. Kabla sijaenda mbali, nikwambie taifa la Israeli Mungu alilichagua kuwa kitalu na mfano wa mataifa yote, lakini wao ndio wa mwisho kuingia katika uzima ule ujao, kwa sababu Yakobo alioa wanawake hawa wawili. Wa Yakobo alimchukua Lea badala ya Raheli. Kwa Lea akazaa watoto wengi kabla ya Raheli. Raheli alikuwa mzuri, alipendwa sana, lakini kwa sababu ya utaratibu akashindwa, na baadaye tunaona anakuja kuolewa baada ya taabu ya Yakobo. Nitakueleza pia nini ambacho najaribu kuzungumza. Kwenye kitabu hiki tunaambiwa kwamba taifa la Israeli lilikuwa na mataifa pacha ndani yake, Israeli kaskazini na kusini, ambao wanaitwa Yuda, kutokana na dhambi za Suleiman. Kilichotokea baadaye ni kwamba Israeli wakaabudu miungu mingine, wakaangukia sanamu na nini. Ndio maana kina nabii Elia walikuwepo kule kuonya kuhusu Baali na vinyago vingine, Maashera, Ashtoreth na vingine. Yuda nao hawakujifunza, wakaendelea kufanya maasi pia. Sasa kitabu hiki cha Ezekiel kinatupa ratiba ya ukomo wa adhabu yao. Yaani ukomo wa adhabu yao ujue pia ndio kuondoka kwa kanisa, kwamba kanisa kwanza lazima liondoke ili uje ukengeufu. Hawa watu wameandikiwa kuupokea ukengeufu kwanza. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kinaitwa paradigm kinajirudia. Nitakwambia sasa. Ezekiel hii anaambiwa Ezekiel katika mstari wa 1 mpaka wa 3, anaambiwa Ezekiel achukue tofali, aliweke mbele yake, auchore mji juu yake, mji wa Yerusalemu, alafu autazame, au usuru, manake awe ameuzunguka kutaka kuuvamia, alafu aweke magogo yanayoweza kuubomoa mji kwenye pande zote. Pia aweke bamba la chuma kuuzunguka mji, uwe ndio ukuta unaosimama kati ya yeye anayeusuru mji na mji wenyewe. Anasema hiyo ndio itakuwa ishara kwa nyumba ya Israeli. Sasa upande wa pili kule makabila 10. Sasa anasema itakuwaje? Adhabu ya Israeli itakwenda katika utaratibu ufuatao. Israeli atakwenda katika adhabu ya miaka 390. Miaka 390. Katika miaka hii 390 Israeli wakitubu watarejeshwa katika ile eneo, yani ule upande wa Samaria kule. Na kama hawatatubu itatumika sheria ya kitabu cha Mambo ya Walawi 26. Kwenye mstari wa 18 anasema kama ukiadhibiwa na ukutubu, nitaizidisha adhabu yako mara ngapi? Mara 7. Kama ni mara 7, basi tukio hili la hao kwenda katika uharibifu au katika ukiwa au utumwa wa miaka 390 lazima tujue lini lilianza. Sasa mstari wa 1 mpaka wa 3 unatuambia ishara ni siege ya Yerusalemu, yani kuvamiwa kwa Yerusalemu. Yerusalemu ilivamiwa mara nyingi sana. Ni ipi? Ametuambia hapa kuna bamba la chuma kati ya huyo anayehusuru na ule mji, na kwamba yata uhusuru, lakini ile bamba la chuma linakaa kama ukuta, linazuia. What is this? This means hii ni siege iliyofeli,
a failed siege, ni uvamizi ulioshindikana, yani ambao ulishindikana, na aliyeshindwa kufanya uvamizi huu sio mtu mwingine, ni Senakeribu. Senakeribu alitaka kuivamia Yuda mwaka 701 kabla ya Yesu. Miaka 701 kabla ya Yesu. Katika miaka hiyo 701 kabla ya Yesu, mtawala alikuwa Hezekia. Hezekia akamgeukia Mungu, ndio kakawa na failed siege. Kwa kama nyumba ya Israeli ilikwenda katika adhabu, maana yake adhabu yake ilianza kuhesabiwa wakati huo wa 701. Kumbuka pia around that year is when hawa wa Israeli wa kaskazini walipotawanywa na mfalme wa Ashuru. Mfalme wa Ashuru si Ben-Hadad, aliwatawanya ulimwenguni kote. Pale akawaleta Washami na watu wengine wakakaa pale. Ndio maana Wayahudi walikuwa hawawezi kuchangamana na wale wa kaskazini, wakawa wanaitwa Wasamaria, ambao sio wana wa Israeli. Maana yake hawawezi kuchangamana, hawawezi kuoana. Ndio maana kuna lile tukio pale katika kitabu cha Yohana 4, yule mwanamke asema, tangu lini Wayahudi wakachangamana na Wasamaria? Sisi hatuombi kwenu kitu na nyinyi hamwezi kuchukua kitu kwetu. Inakuwaje unasema na mimi nikupe maji? So that was it. Sasa maana yake tungetegemea mwaka 311 hawa watu waweze kuingia katika toba, warudi 311 kabla ya Yesu, yani miaka 311 kabla ya Yesu wangetubu, ili wakati wa Yesu tuwaone kwamba wale walirudi. Lakini kwa sababu wakati wa Yesu tuliona kwamba hakukuwa na Wayahudi upande ule kule, yani hakukuwa na Waisraeli kwenye upande wa Samaria, then ni wazi kwamba hawakutubu. Sasa sheria inarudi kule nyuma kwamba miaka uliopewa adhabu usipotubu itazidishwa mara 7. Kama ni mara 7, maana yake 390 mara 7 inakuwa miaka 2730 ya wao kwenda katika utumwa, kutawanywa duniani kote, ndipo utakapokoma huo utaratibu. That's very interesting. Utaniambia mwaka 2730, mbona mbali sana? Sio mbali, nisikize kwa makini. Ilianza lini? Ilianza mwaka 701 kabla ya Kristo. Means ukichukua, hakusaba kuna mwaka sifuri, ukichukua 2730 ukitoa 700 utapata 2030, yani mwaka kesho kutwa ndio ukomo wa Waisraeli kuwa katika mataifa yote ulimwenguni. Manake watarejeshwa mwaka 2030. Lakini katika kitabu cha Ezekieli 37, Ezekieli 37 inatuambia kuna kitu pale kwamba hawa watu watarejea pamoja, yani kwamba inatajibiri kwamba nyumba ya Israeli ya Yuda nayo itakwenda utumwani. Inaenda utumwani kwa muda gani? Sikiliza hapa, kitabu hiki cha Ezekieli kwanza sura ya 4 kinaendelea kusema, utakapozitimiza hizo siku utalala ubavu wako wa kuume kwa siku 40. Siku 40 hizi anazitumia kwa ajili ya hesabu ya nyumba ya Yuda, yani Yerusalemu. Kumbe licha kwamba kulikuwa na failed siege, bado Yuda wangetawanywa kwa miaka 40, kwa sababu siku 40 manake kila siku mwaka mmoja, kwa miaka 40. Kwa anasema sasa Yuda wangetawanyika. Yuda walitawanyika lini? Tunamuona Kristo Yesu akiwalilia Yerusalemu katika kitabu cha Luka, nafikiri sura ile, kama sio Luka, Mathayo, sura ile ya 23 mstari wa 37 na 38 hadi 39, nafikiri kitu kama hicho. Anasema Yerusalemu, mara ngapi nimekusanya wewe uliofanya? Anasema na hapa sasa hautaniona mpaka utakaposema mbarikiwe ni yeye ajaye kwa jina la Bwana wa majeshi. Sasa Yesu mpaka anauawa, Wayahudi walimuona kama ni mfalme kwao? No, walimkataa, ndio maana kanisa wakalichukia. Sasa Biblia inasema kwamba hawa watarudi kwa wakati mmoja. Sasa endelea kufuatilia, tunakwenda kuiangalia Ezekieli 37, inasema watarejea kwa pamoja
na watakuwa chini ya mfalme mmoja, yaani Daudi.